Sasa ni sisi jamani, tujitahidi sasa watu wadogo. Tujitahidi tusome. Tufanye bidii. Nashukuru mimi tangu tuanze. Nafikiri ya wanafunzi wengi walifanya. Tangu tuanze kitambo, wengine washakuwa kubwa tutafikia kufanya kazi. Tangu tuanze Kaloleni huko wapi, na karibu ngapi? Wengine nafikiri sasa hivi tayari wasoma, wengine wafanya kazi. Alhamdulillah tufaulu sana program yetu ya Ramadhani, ingawa challenge ya maisha, lakini tunashukuru alhamdulillah tunajitahidi sana. Na upande mwingine wa iftar. Iftar leo itakuwa ya 7 leo ama ya 6. Maki tolea za 2021 kule panga yangu Kaloleni. Tunashukuru nao na leo tuendelea nao. Inshallah Mungu atatupaguza zaidi inshallah tuendelee nao. Mawasemaji? Sawa? Kwa sababu njia moja wao kufurahisha watoto wetu, ndugu zetu hao. Kuna watu watamani vitu ambao sisi twala kule wengine hawali. Hapa sisi town tuna chakula mpaka vingine tufanye staff tutupa. Wale ndugu zetu kupita pita wale wakutafuta wanakula vile chakula kwa kaya. Kwa sababu gani? Maisha magumu. Sasa ndugu zetu wakipata sambusa, kababu, wasikia raha. Kwa sababu gani? Vitu hivyo ni nadra sana kuja kwao. Na lakini nashukuru mimi siku ya Eid tulikuja hapa mwaka wa 2018. 2019 tulikuja hapa. Tukala nao biriani Eid al-Adha. Tukala nao pamoja hapa. Kata keki pamoja na mtu wote pamoja. Alhamdulillah nakuja sasa mwaka huu Mungu akijalia tutakuwa tumeweza kwenda zetu panga yangu kule. Na mwaka jana tulikuwa kule sehemu za Makabindera Rabai tu. Mkapuni Rabai. Mkapuni pale Mkapuni kisha ingia Makabindera. Nashukuru sana nimefaulu. Kisha tumejitahidi mwaka jana kwa na program ya fees ya watoto. Watoto mayatima tukalipia 50,000 na wale wasaidizi 50,000. Hiyo ni jitihada kubwa ambao kusema la kweli inahitaji kuingiliwa kati. Sitaki kusema urongo, kwa sababu kweli. Tangu shule zifunguliwe, napigiwa simu sana watu wanafisi. Sana. Wallahi tasema kweli mimi kama nina mheshimiwa na simu mheshimiwa leo. Mheshimiwa. Kusema la kweli hata faili pale nalo nyumbani, hata nimwambia sasa hivi nalo faili nyumbani watu wanafisi sana. Umaskini huko. Sawa mheshimiwa. Watu wanahitaji kusoma lakini hakuna uwezo. Amani si urongo. Kweli mheshimiwa. Sasa mimi shida hapa moja ambayo tunayo upande wetu. Viongozi wetu pengine basi vipande 5,000 kama nyinyi. Lakini kule bara wacha kwambie kweli bara kule kama fees yako ni hiyo, kwa hiyo. Niseme urongo na kwambie kweli. Na wale kule ndugu zetu kule kina mama wana sako yao kule. Wana vikundi vyao. Wale watoto wao wale wasomeshwa na ile vikundi pale. Njoo fungue kikundi kwetu hapo. Njoo fungue kundi uone. Sasa shida zetu tutaka sisi wenyewe tuweza kutafuta njia kufundisha mambo. Na mwaka huu fomu zikuja karibu 20 za basari. Lakini tunahitaji nao inshallah tuna nane kidogo kwa lipia wao ambao watahitajika mbele za mapema. Ikiwa tutakuwa tumepata fedha zingine inshallah ahla wa sana. Na mwaka ujao tutakuwa tutafanya nini? Lakini mwaka ujao biidhnillah tutazungumza na wenzetu inshallah. Tuna consider kuwa na ofisi yetu. Mambo yetu yote sasa officially sasa. Mtakuja pamoja muona pale. Kuja kitu yote muona pale. Sisi tu mwaka twenda, mwaka tarudi tuko pale. Na sisi pia tutakajulikana international. Na wasio? Mwakani ikiwa Mungu akipenda kama leo wenzetu wengine wameenda sehemu za Tanariva, kule ndo kuna shida kabisa. Hata sisi pia tutafika Tanariva, tutafika Lamu. Nasikia kuna sehemu nyingine kule watu wana matunda wafanya uji. Sehemu salamu kule. Mpaka kwa habari zitio tofauti na uji. Sasa hii ndo njia ya mojawapo ya sisi ndugu zetu tuwasaidie. Hasa Ramadhani ndio tufurahika. Kwa sababu gani? Kama Sheikh Asadi hapa pale pale kitatu, hapa Ramadhani akamjua nani? Apige simu kwa 20 na kuna mshikaya ndio atakomboa. Asili kila Ramadhani pia anapata peto, anapata bahasha. Sasa hii ndio njia pendana. Leo Mungu akijalia akipata hai na uzima inshallah, Mungu akijalia inshallah. Si muda mfupi, ni sasa hivi. Ramadhani ya 2030 tutakuwa kwa Desemba na Januari.
Disemba na Januari tutafunga mwaka mmoja mara mbili. Sasa Ramadhani safari mwaka mpya tutakwenda Ramadhani. Hakuna cha mwaka mpya wala Christmas. Nasikia jamani. Sasa tutajitahidi inshallah. Mungu akijalia mwakani tutafanya sherehe kubwa sana. Sherehe kubwa sana ya miradi mbalimbali tutakofanya na zile natija ambazo tunatimiza, na inshallah Mungu akijalia pengine nasikia naweza kumwachia na sana nika gharama nyingine sana. Nika retire kwa gharama nyingine. Afwan. Gharama nyingine retire actually. Wewe ukaoa. Rugurumu mzito bwana. Ukaoa wewe pia inshallah. Pengine inshallah Mungu ajalia. Sawa, na machego gumu kwa matangazo. Maana ngumu sana hivi. Ngumu sana. Kuna challenge kubwa sana. Baraka zako bwana na dua zako. Sasa Mungu akijalia tutafungua ofisi kwa macharasi, lakini mwaka ujao afikiri mwisho. Angalau kwenye mwaka mwingine Ramadhani inakuja ataniweza yeye. Sawa jamani? Inshallah. Inshallah. Na kwa watoto wetu hapa kumalizia implementiwa hiyo project. Hata shazungumza nao wasimamizi wa hapa wamekubali kwa tutafungulia mradi wa maji hapa ya kuuza. Special inaitwa maji fresh ya Tanga. Mshajua hiyo? Hata town pia muona pale geleni 20 kubwa na ndogo 20. Mjaona bali. Hata kwa maduka inawekwa pia tanki kubwa inawekwa, sio? Ndio. Hiyo taanzisha shule madrasa hapa Pangayambo, Makirunge na kule Majashuri. Angalau ikiwa hali itakuwa ngumu zaidi. Ile mradi naamini mimi kwa mwezi wazatia hata 20,000 faida. 20,000 hapa wakinua badali 10 sima 10 ngano na marago itawasaidia mwezi mzima chakula basi hiyo. Kwa sababu gani kabla ya Ramadhani mwaka jana napigiwa simu na walimu mpaka kule Kaloleni asema tuangalie msaada wa chakula. Hatuna, kuna ukame mkubwa sana, hatuna chochote. Na pia huko hali pia ni ngumu. Wallahi leo ndio wanajua ndio tupeleke chakula kingi kule. Ni vile tu hali sasa ni ngumu. Kwa sababu gani wale barabarani pia hakuna mtu atembeleaye. Hata tulipokuwa tungoja juzi wanatuambia sisi ni watu wa pili kuja. Baada ya kuwa na request kuna wanawake wengine wako na chakula chao, mtawaambia wapeleke kule. Kule ndio muhimu, wana chakula. Wakapeleka kule na mashallah wafurahika kwa sababu wapata chakula cha 80. Takbir. Allah. Sasa sisi tukwenda kujaliza na nafikiri Mungu akijalia ile idadi kubwa tukenda takuwa ule mradi wetu wa maji ushakuwa tayari, tutafungua rasmi nao kuuza maji. Basi sio? Kabisa. Na hapa pia tutakuja na mradi wa kuuza sabuni ya kisasa. Unajua sabuni ya kisasa? Haumjui? Kuna sabuni ya kisasa ile ya maji ya kuuza chupa 20 na chiki 20. Takuja na wale expert wale. Nafikiri hiyo jukumu nitamwachia Asaji hapa ni kulikia masala ya kuangalia ni jiki na maji. Zile zina pesa jamani, usidharau. Kwa sababu gani wakifanya mradi huo ule umaskini na njia kosa chakula taondoka. Ama sio jamani? Sasa ni tujitahidi kwa upande wetu. Na makani mwajalia vyakula viwe vingi, tuweze kufikisha madrasa nyingi na wahitaji ni wengi. Na wale makombe kisha na wale wengine ambao kwamba wanashughulikia masuala yao, kuna watu pia hali zao ngumu kule mtaani na sehemu za Mombasa. Sasa hivi pia wanahitaji vipeto na chakula ili pia waangalie kwao. Mpaka sasa vyakula havipatikana, lakini natarajia inshallah kesho mkishuhudia kwa vyakula tufunge vipeto kwa wale ambao wanahitajika. Na kumalizia kabisa, mwaka huu tunasema tena tutakuwa Pangayambo. Sasa kama kuna watu wataka kwenda tutajulisha mapema inshallah, twende kule Pangayambo Eid al-Adha. Tule nao machoma pale, tule nao makuku, wasikia biriani, kisha tucheze nao mpira, ama sio? Mwaka ule tulikwenda pale wakatufunga 3-0. Kwa sababu gani? Kwa sababu Cristiano kwa ajenga Nasri, lakini safari ameingia Nasri. Tutakwenda nao tuwafunge tu. Ama sio? Tutakuwa katika stadi. Tutacheza mpira nao tuwafunge pale kwao, ama sio? Lakini kikombe tuchukue sisi, ama sio? Kabisa. Wajua sisi ni Arsenal tunafunga kwao. Wale Manchester tunafunga kwao. Ama sio? Sawa, nakumalizia. Next season yale tunazungumza na watoto mradi
na quiz competition iliyofanya mwaka jana na mwaka huu tutaenda sehemu za kule Bamburi. Mungu atajalia inshallah mfaulu. Mungu atatia baraka kwa masomo yenu sana. Amen. Mungu atafungua kila kheri. Utumbe Mungu sana, Mungu ajalie mwakani tuje mapema na najalie tupate chakula cha kutosha sana. Sawa. Kwa hiyo machache nitapisha sasa mara tatu cha kupisha sasa. Kidogo sana. Na wetu tunapajazi jumu zenu spondiani kusikia kama hivi kishughuli kuna mechi kama hapo. Sasa ulipanga kabisa. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Muda mwingi ukwenda, alhamdulillah, yazungumza kuzungumza. Yote mmesikia, watoto fanyeni bidii katika elimu yenu, mliofae katika dini, mliofae katika dunia yenu. Na mengine ni kuwa mtuombe Mungu katika hizi safari zetu za pita, kwa sababu hali ni ngumu na watu kwa convinced watoe walishindwa siku hizi. Kwa hivyo nataka dua zenu. Kwa hayo mengi na machache, naona muda ukwenda sana na bado tuna safari nyingi. Kwa hivyo naomba bwana Sheikh Salim tukatize mazungumzo. Sasa hii nafikiri muda wa kuswali pia ushafika, hata ushapita. Kwa hivyo tuswali, kuwakabidhi vile Mungu atujalia kuwakabidhi, tusonge mbele na safari zetu inshallah. Nake bado tutakapitia shimo la tewa. Kutoka shimo la tewa ndena akhiran tutende wapi huku Kalamani.